ushuhuda mfupi kidogo. Ushuhuda huu nimekuwa influenced kutoa mbele zenu, mbele ya kanisa na mbele za Mungu kutokana na somo la utangulizi alilofundisha katika Mkomo Jumapili iliyopita kama sikosei kuhusu habari ya utoaji. Bwana Yesu asifiwe. Utoaji wa fungu la 10. Bwana Yesu asifiwe sana. Wapendwa, tutoe fungu la 10. Ilitokea mwezi wa pili hapo kama sikosei. Nilikuwa na shughuli fulani naifanya nyumbani. Sasa ilikuwa inagharimu pesa kidogo. Nikasema sasa sehemu yangu ya 10 sitaipeleka kanisani. Baada ya kufanya ile shughuli nikasema sehemu yangu ya 10 nitaichukua, nitampa mama yangu. Hiyo si sadaka, ni fungu la 10. Bwana Yesu asifiwe. Basi shetani naye akanihubiria ndani, akaniambia yes, hilo ni fungu la 10. Tumeambiwa mzazi ni Mungu wa pili duniani. Kwa hiyo sasa hilo ni fungu la 10, peleka kwa mzazi. Basi nikaichukua ile pesa jinsi ilivyo bila kujua kumtunza mzazi ni wajibu wangu. Ni moja ya majukumu yangu. Na sehemu ya 10 ni 10% ya kile ulichokipata unapaswa kumpa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Basi nikachukua mimi nikamtumia mama. Wapendwa, sijui niseme. Yaani nimekuwa nikikaa na kupiga ibada saa nyingine najionea tai. Sasa nimeokoka, nimekuwa mjinga. Nilichokutana nacho Mungu ndo anajua. Haleluya. For the first time familia kabisa unamjua, ila mimi niko huko tulikotoka. Basi nikaona amenitumia message. Madam, jaribu hii kitu ina faida. Sasa nilikuwa sina hela. Nilishatoa hela nikatuma kwa mzazi. Kwa hiyo nilikuwa sina hela. Yaani nilikuwa napitia situation kidogo za ugumu na akiba kangu kwenye account nikasema sikatoi. Yule mtu akaniambia nani jaribu hili niletea mambo mazuri. Yaani sijui ukitoa shilingi ngapi utapata hivi utapata hivi. Yaani na umri huu na uchaka na usomi vyote chini. Bwana Yesu asifiwe. Basi yani ni ajabu, nilikuwa nimeongozana na wenzangu. Shetani akaniambia usiwaambie hii fursa, pata kwanza. Achekeshaje? Basi tunatoka theaters pale. Tulifika hapo katikati. Niko na wenzangu watatu. Nikabonyeza ile linki, tukaanza kuchat na ile mtu. Linki kaniambia imeleta sio ukitaka milioni ngapi unatoa kiasi fulani, milioni ngapi unatoa kiasi fulani. Moja kwa moja nikamtext Mr. Sio mwepesi kwenye message, lakini shetani alipoajabu nikamtext akapokea. Nikamwambia nimeona issue hapa ina hela. Wewe ina hela nikamtumia ile fomu WhatsApp, nikamtumia zile taarifa WhatsApp. Alipoziona akasema, "Kwa hiyo wewe yeye ananiamini sana, yaani anaamini ninachosema mimi ni sahihi." Akaniambia, "Kwa hiyo unaonaje?" Nikamwambia tujaribu. Akaniambia basi chagua yenye hela nyingi. Nikasema hamna. Yenye hela nyingi. Mwanzo nikanijia, ngoja nichague hii hapa. Ilikuwa kama ina milioni 1 kama na 400,000 hivi. Akili kanijia ukipata hii kwenye hata mwezi unatoboa. Bwana Yesu asifiwe. Basi nikachukua ile nikamwambia nimechagua hii ya pili ya milioni 1 na 400,000. Akaniambia basi kwa sababu wewe ukishasema kitu huwa kinakuwa fanya. Huko Roho Mtakatifu ananihubiria ndani usifanye. Shetani ananihubiria ndani. Hiyo wewe unayokuambia usifanye ni shetani huyo, hataki mafanikio yako. Basi ile siku wapendwa nilishinda naangaika kama kichaa. Hapo ilikuwa ni siku ya Jumamosi, Jumapili baadaye. Nazunguka huku na huku naangaika. Kanilikuwa nasema kutume 60,000 na unapata hiyo hela. Nikampigia Mr. nikamwambia ni support, mimi sina hela. Na nilikuwa na hela kwenye account, nikamwambia sina hela. Akaniambia mpigie wifi yako dukani akutumie. Nikampigia wifi hebu niwekee 65,000 hapo chapo. Wifi akaweka 65,000. Nilipotuma akaniambia unatakiwa utume picha 3 na zile picha 3 kila picha unalipia 5,000. Sasa shilingi 60,000. Nikatuma tena. Jamani usicheke. Ni vitu vilivyotokea. Basi nikatuma. Hivi wapendwa nilienda na huo mchezo wa kutuma mpaka ikafika shilingi 1,195,000. Can you imagine? Imeenda hivyo. Kwa hiyo wakati ule nikampigia rafiki yangu mmoja kwanza nikaogopa kumwambia watu. Lakini huwa mimi nikiwa na tatizo lazima nilitoe. Nisipolitoa naweza nikafa. Nikampigia mmoja wa my best friend nikamwambia. Kwa sababu kile nilikuwa namwambia kwanza nijua atanicheka, wananijua vizuri mno. Wao wanajua tu kabisa, yaani wananijua. Kwa hiyo nikasema tu yoyote nitakayemwambia kwanza atanicheka mpaka gare. Na akinicheka mimi sio itakuwaje. Nikampigia rafiki yangu kipenzi. Nikamwambia kwanza nikamtumia video jinalia. Au anajali kuhusu nini. Akaniambia, "Nini shida mbona machozi?" Nikamwambia acha tu ndugu yangu kilichonikuta leo. Baadaye nikanipigia. Yaani akateseka kana nipigia sipokei. Kweli nilikuwa nalia. Yaani saa nyingine nalia na nicheka na najiona sasa
Akawapigia marafiki zangu, jamani kamwangalia Madam Shoste kuna shida gani? Kila anayenifuata akija atuelewi. Baadaye jioni nikasema ngoja nimwambie mimi nitafuta. Nikamwambia ndugu yangu, nimetapeliwa. Akaniambia mbona wewe ni mjinga? Wewe hujui siku hizi wana haki namba za watu. Unamlaumu kule rafiki yako, watakuwa wamemhaki. Ila relax, hivyo vitu huwa vinatokea. Yaani mpaka leo nimesimama mbele za Mungu, sikuwahi kumwambia mume wangu kama nilitapeliwa zaidi ya 60,000 niliyotumiwa nyumbani. Nikakomba ka account kakabaki keupe. Nikabaki na kiasi tu kidogo lakini kilikuwa out of target. Wapendwa, kila siku nasema nikasema madhabahu ni shuhudia kishetani ananiambia wewe kanisa litakucheka. Watakucheka. Bwana Yesu asifiwe. Lakini baada ya somo lile la juzi nikaendelea kutafakari, nikajua kumbe sikutoa kinachostahili. Kwa hiyo usipotoa kwa Mungu, utatoa kwa nani? Kwa shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ninamshukuru Mungu, nina amani. Baadaye tukaja katika ibada za katikati, pastor akawa anahubiri. Mimi kila siku ya ibada lazima nitoke na neno langu. Na hilo neno nalotoka nalo lazima nikawe. Bwana Yesu asifiwe. Siku yake akafundisha, akasema kuna wakati unapitia Mungu anataka kufundisha kitu. Nikasema yes, kumbe hapa Mungu anataka nifundishe. Ila anataka nifundishe kitu gani? Uchoyo. Yaani najijali mimi. Niliona kutoa sehemu ya 10 ile ila ni nyingi, bora nifanyie mambo yangu. Alafu nikaona mamilioni ya pesa mtandaoni ndo dili. Kwa hiyo ikawa hivyo. Ndugu zangu, tujitahidi kumtolea Mungu. Asanteni sana.